إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع والضلال. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ففي تقواه صلاح العبد في الدنيا والآخرة. قال الله جل جلاله: إن للمتقين مفازا. وأوصى الله بوصية التقوى الأولين والآخرين، حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فاتقوا الله عباد الله رحمكم الله. وبنزي وإسلام، نوصيني kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kwa uchaji Allah subhanahu wa ta'ala ndio sababu ya mafanikio ya mwanadamu hapa duniani na kesho akhira. Mada khutbatina اليوم ayuha alahibba, mada ya khutba ya leo wapenzi wa Islam, tutakumbushana juu ya adui ambaye ni adui wa wanadamu, ambaye kila siku yuko na sisi na hatuachi mpaka hakikishe kuwa lengo lake linatimia. Adui huyo wapenzi wa Islam ni shaitan. Hakika miongoni mwa maadui tulionao na maadui waliokuwa wabaya zaidi na wenye hatari zaidi kwetu sisi, basi ni shaitani alayhi la'natullah. Fa innahu aduwwun mudillun mubid. Hakika huyu shetani ni adui mpotoshaji kabisa, tena upotoshaji wake ni wa waziwazi. Wapenzi wa Islam, tunakuwa tunapata wasiwasi mbalimbali. Hii ni kutokana na adui ambaye anakuwa anahakikisha anatuingizia wasiwasi katika nyoyo zetu, ili tuweze kwenda kinyume na mafundisho ya Mtume alayhi salatu wassalam na amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, inna a'daa al-insan, hakika maadui wa mwanadamu fi hadhihi al-hayati ad-dunya kudhur. Maadui wa mwanadamu katika dunia hii ni wengi sana, ni wengi sana. Kuna maadui wa kibinadamu, kuna maadui wa kishetani, wako maadui wa wanadamu wengi sana. Lakin akhtaruhum wa ashadduhum adawa, adui ambaye kwamba ni mbaya na adui mwenye hatari kubwa zaidi kwa wanadamu, walladhi la yaftur an kaidihim, na adui ambaye kwamba haachi na hatoacha katika kuwatia vitimbi wanadamu, katika kuwaghuri wanadamu. Adui huyo wapenzi wa Islam, huwa aduukum Iblis wa junduh, ni adui wenu Iblis na wale jeshi lake. Ni adui ambaye yampaswa mwanadamu ajiweke mbali na adui huyo ambaye ni adui shaitan la'natullahi alayhi. Adui huyo wapenzi wa Islam amechukua kiapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qad aqsama hadha al-adu al-la'in, ameapa kiapo hicho bi'izzati Allahi wa jalalihi, kwa utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa atawapotosha wanadamu. Wanadamu hao ndio mimi na wewe, ambao adui huyu shetani amechukua kiapo cha kutupotosha mimi na wewe, kama vile ambavyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamnukuu katika Qur'an, asema fa bi'izzatik, kwa utukufu wako wewe Allah subhanahu wa ta'ala, la ughwiyannahum ajma'in, nitawapotosha kunako njia sawa sawa hao wanadamu wote, viumbe wako hao wote wa Kiislamu. Nitahakikisha kuwa wanapotoka wanakuwa si wenye kukutii wewe, wanakuwa si wenye kutekeleza amri zako, wanakuwa ni wenye kuchupia katika mipaka yako. Wote nitahakikisha na wapoteza. Lakini akasema illa ibadaka minhumul mukhlasin, isipokuwa waja wako ambao watakuwa ni waja wako wema, wenye kutakasa matendo yao, wenye kufanya matendo yao ikhlasan lillahi azza wa jalla, wamemtakasia Allah subhanahu wa ta'ala amali zao.
na wakahakikisha kuwa nia zao ni thabit, kuwa ibada zao wanatekeleza kwa ajili ya Allah, na wakaziimarisha nyoyo zao bitaqwa Allah azza wa jalla, hao ndio ambao Ibilisi mwenyewe amechukua kiapo cha kupoteza walobakia, isipokuwa watu wenye sifa ya uchamungu, watu wenye sifa ya ikhlas. Kwa hiyo mimi na wewe, ili tuweze kuokoka na kaidi za shaitan, ni lazima tuhakiki kuwa tunajipamba na sifa ya utakasifu katika matendo yetu, tunajipamba na sifa ya kumtakasia Allah ibada zetu, tunajipamba na sifa ya kufanya amri za Allah kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha, kama vile ambavyo mtume wetu sallallahu alayhi wasallam amefundisha ibada hizo zifanye. Hatoacha kutufanyia vitimbi pale ambapo ataona kuwa tunafanya matendo yaliokuwa mema. Hatoacha Ibilisi kutuchezea ili tukatoka katika njia ya sawa na kuingia katika njia isiyokuwa ya sawa, ili ajipatie yeye kundi la kwenda kuingia nao katika moto wa jahannam. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ametuhadharisha kutokamana na adui huyu shaitan. Faqala rabbuna jalla jalal, Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia katika Qur'an, inna ash-shaytana lakum aduwwun, hakika ya shetani Ibilisi, ambapo kila mmoja anafahamu Ibilisi ni nani, sababu ya kuwa yeye ni adui wa Allah na adui wa wanadamu wenye kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala zinafahamika. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatutahadharisha sisi kutokana na adui huyu Iblis la'natullahi alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, inna ash-shaytana lakum aduwwun, hakika ya shaytan ni adui yenu huyu. Usije ukaona anakupambia maasi ukayaona kuwa ndio mazuri ukahisi kama ndiye rafiki kwako wewe. Hapana, hakika ya shaytani huyu ni adui kwenu nyinyi. Fattakhidhuhu aduwa, basi mfanyeni kuwa ni adui kama vile alivyokuwa yeye ni adui kwenu nyinyi. Msimfanye kuwa ni kipenzi chenu kwa yale anayokupambieni katika maasi mkayaona kuwa ni matendo yaliokuwa ni mazuri. Kwa nini msimfanye kuwa ni rafiki yenu huyo shetani? Kwa sababu yeye kwanza ni adui yenu, lakin hadha ash-shaytan, huyu shetani na jopo lake kazi yake, inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir. Hakika shetani anawapotosha watu ili apate watu wa kwenda kuingia nao katika moto wa jahannam. Shetani huyu ibadallah alipopinga amri ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuumbwa baba yetu Adam alayhi salatu wassalam, wakaamrishwa malaika wamsujudie Adam, Iblis la'natullahi alayhi akakataa kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiburi. Allah subhanahu wa ta'ala akampa laana. Sasa fahamu kwamba huyu ni adui yako. Wewe kutoka nyumbani kwako kuja kuswali ukaishinda ile kaidi yake, alikuwa anakutia uvivu ukaishinda, wallahi anachukia sana, na bado anatafuta njia zingine za kukutia wewe katika maswali. Lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala akatuhadharisha kutokana na shetani, na ametuamuru kuwa tumfanye kuwa ni adui, tusimfanye kuwa ni kipenzi, tusikubali zile kaidi zake, tusikubali vile vishawishi vyake, tuviweke mbali kwa mambo mbalimbali ambayo yatakuwa ni sababu ya kujiweka mbali na yeye. Lakini pia Mtume alayhi salatu wassalam akatuhadharisha, akatuambia, inna ash-shaytana, hakika ya shaytani, yajri min al-insani majra ad-dam, shetani anapita ndani ya mwili wa mwanadamu, majra ad-dam, katika mapito ya damu ndipo ambapo anapitia shetani, na kasi vile ambavyo damu inatembea katika mwili, na ndivyo shetani anatumia kasi kama hiyo katika kuhakika anamshawishi mwanadamu. Lidhalika unatakiwa kuwa naye makini, unatakiwa kuwa naye makini. Limadha? Lianna hadha ash-shaytan yuwaswisu fi suduri an-nas, anatia wasiwasi katika nyoyo za watu. Kaona wewe katika a'malul khair unakuwa mvivu, matendo ya khairi wewe unakuwa mvivu, katika taa za Allah wewe unakuwa haujisikii kufanya taa, lakini likishakuja jambo la maasi ya moyo wako na harakisha, unakuwa ni wenye upesi katika kuliendea swala hilo. Lidhalika watakiwa kufahamu kuwa wewe tayari upo na adui, una adui ambaye anakushawishi. Inatakikana ujihakikishe kuwa washinda vitimbu vya adui huyo. Kazi yake ni kuhakikisha anatia wasiwasi katika nyoyo za watu.
na kuhakikisha kuwa mwanadamu anaingia katika munkarat na mwanadamu anatoka katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio kazi ya shetani, na ndio sababu ya kuwa yeye ni adui kwetu, kwa sababu hayo yote atakayo kushawishi nayo ya kupelekea wewe kwenda kuingia katika hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akakughadhibikia wewe, akikughadhibikia Allah subhanahu wa ta'ala, pengine unapata uzito. Na shetani alivyokuwa ni adui kweli kweli, hata kufanya toba pia anakubania wewe. Yani umeshafanya kosa, hata kufanya toba anakufanya uwe mzito ili ufe bila kutubia na madhambi yako ukapate kuingia katika moto wa Allah. Lidhalika ni adui, hatutakii mema sisi, lazima tujihadhari naye. قولوا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، نوصينكم شاء الله سبحانه وتعالى، kwanikum cha Allah subhanahu wa ta'ala ndio sababu ya mafanikio yetu sisi duniani na akhera. Maudhui ya leo tunazungumzia na tunahadharishana kuhusiana na adui wetu ambaye ni shaytan. Kaifa natakhidhu ash-shaytana aduwa, vipi tutamfanya shetani kuwa ni adui? Lazima tufahamu kwamba Allah ametuamrisha tumfanye shetani kuwa ni adui. Zipi njia zitakazotufanya tumfanye shetani kuwa ni adui? Inna ittikhadahu aduwan, hakika kumfanya shetani kuwa ni adui, yatatallabu minna alhadhara ad-daim, inatutaka sisi tuwe na tahadhari ya milele, si tahadhari ya muda mfupi tu kwamba umejisikia unataka kufanya kosa basi hapo ndo ukajitahadharisha. Wakati wote watakana kuwa na tahadhari, wakati wote watakana kujua shetani ananifuatilia mimi ili anitoe katika njia sawa sawa. Kwa umuhimu wa kuchukua tahadhari kutokamana na kaidi za shetani, ulama wakatuwekea sisi njia ambazo zitatupelekea sisi kujikinga kutokamana na shetani. Na njia ya kwanza wakaweka maulama al-isti'adhatu billah, ni kujikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na shetani. Ukawa wewe waomba zile adhkar, unaleta isti'adha, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, najikinga kwako wewe Allah kutokamana na shetani aliyelaaniwa. A'udhu bikalimati llahi tamma min kulli shaitani wa hamma, na zinginezo. Kuleta zile adhkari mbalimbali ambazo kwamba ni za kujikinga kutokamana na shetani. Na miongoni mwa mambo ambayo kwamba yatatupelekea sisi kujikinga kutokamana na shetani ni kuhakikisha kuwa watu Qur'ani wanashikamana nayo, kwani Qur'ani ni adui wa shetani. Shetani hapatani na Qur'ani, lazima watu wajikinge kutokamana na shetani kupitia Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Isomeni Qur'an, na hasatan suratul Baqara. Mtume alayhi salatu wassalam wamesema shetani anakimbia katika nyumba ambayo kwamba ndani yake yasoma suratul Baqara. Na miongoni mwa majambo ambayo yatatusababisha sisi kuepukana na shetani, almuhafadhatu ala adhkari sabahi wal masai wa dukhul al-khala wa khuruji al-khala, na kadhalika kuhifadhi zile adhkari za asubuhi na jioni, adhkari za kuingia katika msalani na adhkari za kutoka, adhkari za kuingia majumbani, adhkari za kutoka majumbani. Hivi vitu vyote vidogo vidogo ndio vinatufanya sisi kupata ulinzi kutokamana na adui wetu ambaye ni shetani. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala amesema maneno mazuri kutuanza kukingana na shetani. Anasema ash-shaytan la yaqnatu min al-'abd, shetani yeye hakati tamaa kumpotosha mtu. Muda wote yeye anahakikisha kuwa yeye hicho ndio kiapo chake. Kazi ya shetani ndio hiyo. Kama ilivyokuwa sisi kazi zetu leo, unaona kwamba asubuhi ukiamka una wajibu wa kwenda ofisini kufanya kazi zako. Shetani kila siku muda wote wajibu wake yeye ni kuhakikisha anapotosha watu. Ndio unaona wewe kila masaa unapata wasiwasi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kazi ya shetani. Yani na ndio wadhifa wake, na ndio starehe yake, fahari yake kupotosha wanadamu. Na kwa hilo hakati tamaa kabisa kuhakikisha anampotosha mwanadamu. Fa idha ajaza an iqa'ihi fil kaba'ir, shetani akishindwa kumuingiza mtu katika kuyafanya madhambi yaliokuwa makubwa makubwa, anamuingiza katika kuyafanya madhambi yaliokuwa madogo madogo. Fa idha ajaza an iqa'ihi fi as-saghair awqa'ahu fi al-mubahat allati la thawaba laha wa la iqab, akishindwa kumuingiza katika madhambi madogo madogo, anampeleka katika majambo ambayo yanafaa, hayana thawabu hayo majambo wala hayana iqab. Ukilifanya upate thawabu, usipolifanya upate dhambi. Anakuingiza katika vitu kama hivyo, anakutafutia njia.
Na akishindwa kukuingiza katika vitu kama hivyo vya mubahat, basi anakutafutia sehemu nyingine. Ushaghalaka bi'amalin mafdulin amma huwa afdal, akishindwa wewe kukuweka katika majambo ambayo hayana thawabu wala iqab, anakutafutia amali ambacho ni bora, anakushughulisha kutokana na jambo lilokuwa bora kuliko lile bora zaidi.